Stay with Cousins. The podcast. Alafu changamoto nyingine ni hiyo kaka Devi, naongea kwa experience kwa sababu gani? Asilimia kubwa kubwa sana ya wanaume kubwa jamani. Sijana tuko pamoja na basi tosha. Basi cameraman tosha. Asilimia kubwa ya wanaume akishaona wewe unafanya kazi au una biashara, unajua kuna watu ambao hatujaumbwa kuomba. Naelewa. Kuna yule mtu anakuja, babe, sina hela saloni. Babe, sina, unaelewa, naomba. Kuna mtu usipomuomba hajitikisi. Jamani hajitikisi. Baby yuko sasa hujaniomba mimi nitaota. No. Okay fine, sawa. Inawezekana pia nikajikaza nikasema okay, hii hapa imenifika hapa. Ngoja niombe. Maana kuna 1 2 3 sina. Au umeshindwa kabisa. Next week nitakupa. Sawa. Hiyo next week don't tolee ndugu yangu. Haitoki. Iko hivi, wanaume wengine akishaona mwanamke anafanya biashara au ana kazi, anaamini kwamba huyu anajitosheleza, anajiweza. Unaelewa? Kwa maisha ambayo tangu nyuma sisi tuliumbwa kuwa wasaidizi. Nyinyi mtafute, sisi tunaangalia familia. Tuhakikishe wewe unayetafuta uko sawa na hii familia inayobaki nyumbani iko sawa, si ndio? Yale majukumu sio kwamba tumeyaacha. Bado tunayo. Lakini pia tunajiongezea na jukumu lingine la kutafuta ili tufike mbali. Si ndio? Lakini nikiingia kwenye utafutaji, mimi ndo majukumu, yani wewe yale majukumu ya kunihudumia sasa na mimi ndo unayakata. Kwa sababu sasa unajitafutia, unaweza. Hapana, haiko hivyo. Wewe bado unaendelea kunihudumia kama kawaida. Iko hivi, ndio uwezo wako unajua baba. Una uwezo wa kunipa 50 ya saluni. Si ndio? Lakini mimi natamani kusuka nywele ya 1,500,000. Si huku najitafutia. Mimi nitaongeza, sitakuminya wewe kwamba nipe 1,500,000. Hapana, mimi nitaipokea hiyo 50 yako, nitaongezea kalaki kangu, nikasuke, nikirudi unapiga ile kingola. Wow! Yes. Lakini umechangia. Sawa. Umechangia, lakini asilimia kubwa ya wanaume sasa hivi ni wamekuwa na ile hela anahesabia huku. Unataka kubadilika uchumi wa dunia nzima umebadilika. Uchumi ndio umebadilika, lakini unajua kwa nini tunaona hali imekuwa ngumu zaidi? Mwanaume ana mahusiano 7. Wote wamekuomba 20,000. Sasa let's say subiri. Ipo kwa asilimia kubwa. Fikiria, una wanawake 7. Kila mwanamke akakuomba 20,000. Ni 140,000 hiyo. Kama umeweza kutoa kote 20,000. Si ndio? Na bado huyu ataona haitoshi kwamba kwani umempa 20,000, atataka 100,000, sijui atataka shilingi. Kile ungekikusanya ile 140,000 ukampa mtu mmoja. Hiyo la kujitakia hilo. Unaelewa? Hiyo ukampa mtu mmoja. Wewe unafikiri hiyo 140,000 hataishangilia? Ataifurahia sana kwa sababu yeye mwenyewe anaona, sio kwamba si hatujui kwamba hali ni ngumu, kwa sababu sio wenyewe tunatafuta ugumu wa pesa, tunaujua kwamba sasa hivi kweli hali imekuwa ngumu. Lakini sasa ndio hali ngumu, wewe mwenzangu unajua kabisa uwezo wa kunipa mimi 50,000 unao, hata kama hali ngumu ndio, lakini ukijimeki hata kwa wiki 50,000 unanipa, unipi. Unajuaje kama na wewe uwezo wa kukupa 50,000? Sasa si ndio hiyo kwenye kushirikishana, mimi najua kipato cha mwenzio. Nadhani yani hiyo vitu vyote vinachangiwa na interest. Yani wanandoa mkiwa na interest mbili tofauti ndani, changamoto zinatokea hivyo. Lakini pia unajua kurudi kwenye hasara kidogo hivyo, unajua wanasema hasiri hasa ya kipato ni chanzo cha taraka nyingi sana. Siri hasa za kipato ni chanzo cha taraka nyingi sana, kwa sababu it's not easy for me kujua wewe una kipato kikubwa alafu hukuwa una share. Kwa mfano kuna siku mimi nilipitia situation moja, yani tuna struggle ndani, like I don't have money. Unajua kuna hela na expect na kuna vitu na pay nafanya na bills lazima ni pay hapo. Unajua una struggle kabisa, yani unamshirikisha mwenzako kwa simu, mwanangu hapa tunafanyaje? Na yeye anasema sasa mwanangu tunafanyaje? Mungu atatujalia. Yuko very genuine. Unaelewa? Chunguza kwenye pochi zako. Unakuwa frustrated manaji. Unaelewa? Unaomba yani sasa unajua mwisho siku alafu nikaja kujua
huyu mtu alikuwa na kibunda kirefu tu. Sasa unajua siwezi kupakua mapochi yake, lakini nikamwona yake, nikamwambia wewe, baadaye nilipokuja kujua akasema sasa mimi, nikamwambia sikiliza, yani sasa mimi nakupaje? Nikamwambia hey, uliona how nilikuwa frustrated. Ni kitu ambacho ungeweza kukisolve, alafu hata kama compensation ningekufanyia. Amrudisha gero. Hata kama unakula sana, hata kama nisiporudisha ovyo. Hata kama ile mimi nimeiweka kwa ajili ya kitu fulani, si ndio? Haikuwa kwa ajili ya jambo hili. Okay, sawa. Bwana mama, hili jambo lako linaweza kusubiri, si ndio? Bwana baba, hela hii hapa, lakini mimi nilikuwa na jambo hili, si ndio? Linaweza likasubiri. Kwa utatua hili lako kwanza. Ila nirudishie. Hamrudishi jamani, wanaume wengi mnadaiwa na wake zenu, hamrudishi. Mimi mwenyewe mke wangu anadai. Sasa ukiangalia deni lako lina miaka. Lakini vile deni ukiangalia obviously nishalipa kwa namna nyingi tu. Hujalipa, ule ni wajibu wako. Sio kama unalipa deni, ni wajibu wako. Huwezi ukasema unalipa deni kwa sababu unamhudumia mke wako. Lakini wanawake unaweza kukuacha ukaangamia na ana hela akaiweka. Kwa sababu anakwambiaje, nilikuwa na malengo nao ninunue carpet. Ndio, mimi naanza nyumba. Wewe wageni wakija, kwako kuzuri sio, lakini angalia asilimia kubwa nani kafanya. Mwanamke ndo ataona okay, ngoja niweke huu hapa, ngoja sijui niweke hiki. Unaelewa? Wewe huo muda huna, wewe mimi nitakupa stress. Bwana, ada ya mtoto imeisha. Tunataka kulipa. Nadhani kwenye hii topic yetu hii, yani ni of course ni topic pana sana. Na tukisema hata tuongeza watu hapa tutabishana mpaka kesho. Lakini ukweli utabaki kuwa mkweli. Yaani ukweli utabaki, unasemaga ukweli ubaki kuwa ukweli. Wanawake binafsi. Yaani kuna faida nyingi kuwa na binafsi. Na wanaume ni wachoyo. Kuna faida nyingi chetu kikiwa chetu kuliko changu kikiwa changu, kwa sababu changu kikiwa changu haina maana kwamba sasa. Alafu nikwambie kitu jamani, niambieni kitu nyinyi kina dada. Hakunaga mwanaume anataka hela yako, yani trust me. Wapo bwana. Yani ndio nakwambia, yani kwenye 100%, labda 2%. Yani a man is built to stand in his own. Assurance jamani, ndio nataka kusema kwa assurance. Yani ukiingia kwenye ndoa hamna assurance, ndoa zinakujaga zinavunjika, lakini ndoa was meant to stay forever. The only transparency can do that. No matter the situation, kwamba lazima tuwe wazi, tuambiane ukweli. Na biashara, okay, hiyo biashara bana, kwa mimi ninavyoona, labda itatusupport, lakini on the way forward kuna sehemu tutakwama. Kwa nini tusifanye hivi? Okay, that's good. Lakini ukihide ndio changamoto zinapoanza. Una kumwambia, kwa sababu mtu mwingine anaweza kusema huyu mwanamke na maana hana sure na mimi. That's why ana hide. Kwa hiyo mimi nadhani generally kwa sisi ambao kila mmoja ana imani yake, sisi wote ni Wakristo hizi na wenzetu pia Waislamu nao na imani yao. Kwa sisi Wakristo, kwa mafundisho yetu tunafundisha kwamba ndoa inaheshimiwa na watu wote. Yaani asiingie mtu mwingine kutoka nje akaja ndani ya ndoa akaleta misingi yake ambayo haikutakiwa kuwepo. Na kwa wewe ambao una experience labda ya ndoa au nini, unajua ukiwa pale kwenye altar vifungu ambavyo unaambiwa kwamba from now on you are one. Yani kuna vitu fani wanaambiwa. Tunaambiwa pale unakula ile yamini, siwezi kukumbuka vyote kwa sababu ni siku nyingi, lakini kiapo, yani unapo hapa ina maana ni umemaliza. Na kiapo ambacho kiapo hakitaki. Unajua shida ni nini pia? Assurance imepungua kwa sababu gani? Generation ya sasa hivi vijana sio waoaji. Sio, wanaogopa kuoa. Kwa nini hujaoa? Story ambazo tunazisikia huko ndo zinaleta shida. Mimi nataka visanga. Story zinaleta shida. Aya, let's say tuna mahusiano, si ndio? Mimi lazima kwanza nikae am I the one? Yaani unaelewa, niko hivi am I the one? Hapa nitaolewa kweli? Kwa hiyo maana vitu vyangu ngoja kwanza niviweke. Hata kama sio yeye, naondoka navyo hivi vitu vyangu. Mimi nishaye kumuuliza mke wangu kitu kimoja, ngambia mama, ikitokea ngambia mfano huu nakupa, would you like nisikwambie chochote from now, nikajenga nyumba, afu nikakueleza kila kitu, afu nikakuchukua, nikamwambia mke wangu twende sehemu, tata nikakufikisha, nikamwambia mke wangu surprise, nimejenga nyumba, would you like it? Semaje? Anaambia
completely no. Namwambia why? Akasema kwa sababu nyumba ijengwe na mtu mmoja. Tena hiyo ni literal na metaphor. Nyumba ijengwe na mtu mmoja. Akasema wewe ndio baba unatafuta unafanya, lakini mama na I designer hivi kai hivi. Lakini okay sawa. Lakini ngoja mimi si unajua mtu wangu ni mambo yangu ni hivi. Ngoja kwanza. Labda niko tu kwenye au siko kwenye mahusiano. Nikajenga nyumba yangu. Utadoubt kwamba ile nyumba sijajenga peke yangu. Okay, kwa mfano labda tuko kwenye mahusiano bado hatujafika kwenye hatua za uchumba na nini. Pale ndo tunatafutana unajua. Kwa kama wewe una kazi una kitu kinakuruhusu kufanya mambo yako, it's okay. Generally kiukweli nataka ni conclude kitu kimoja. Mimi hii nimechoka kwanza. Sidhani kama wanawake wataweza kukubaliana. Mimi naona wanawake ni selfish. Women are selfish. Hapana. Hiyo mimi sikubaliani nayo. Yaani kwa nini tuwe masefu? Basi na nyinyi ni watoe. Chenu cha kwetu na cha kwenu nyinyi ni cha kwetu wote. Basi uhusiano wako magumu sana wewe bwana. Uhusiano wako magumu sana. Kazi namba 2. Huyu mahusiano yake magumu hamna faida yoyote. Mwenye staki mahusiano gani magumu? Sasa yule anakwambia lazima atakuwa na shida. Yaani mwanaume wake yule ana tatizo kubwa. Mambo gani basi bwana. Basi imeisha bwana.